Ni wangapi wana furaha sabato ya leo? Ni wangapi wana furaha? Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Asifiwe Bwana wa sabato. Amina. Amen. Bwana ni mwema. Nashukuru kuingia kanisa hili letu la Rubeni. Huwa ninatamani kuwa hapa, lakini tumepewa kazi kubwa sehemu ya Ukambani. Hatupumziki, tunaenda kuna mchana. Ndio sababu elia hii mngeniona, lakini kwa sababu ya kukimbia hapa na pale nani anajua kuweka hii kitu online? Wana Rubeni amjambo. Amjambo washiriki wa Rubeni. Jambo Yesu aje. Niliacha kuwa wengi, naona mnapo wachache. Kuna mahali kanisa lingine mmefungua. Bado. Kuna mahali pengine mmefungua. Ni safari. Unajua safari ni mwendo ndio huo. Hapa si ndivyo? Safari iko hivyo na ikiwa karibu kumalizika itaenda hivyo. Bwana asifiwe. Amen. Na hivi ndivyo vizuri, mkiwa wachache hivyo ni vizuri. Eli mkae mkiwa namna gani? Kuliko kuwa wengi na mpotee. Si Bwana asifiwe. Amina. Afadhali mkae mkiwa wachache hivyo, mkikaa chini mnaelewana, mnatunga masheria yenu hapa, mnakaa pamoja kama ndugu. Kama ndugu. Kama mkionana huyu na yule, hiyo ndio jambo la maana. Haleluya. Mimi leo nilisema nifike hapa. Nilitamani kufika sehemu ya Rubeni. Kwa muda huo wote nimekuwa tamani niweze kufika, lakini siku ya leo nikaweza kufika. Nikaweza kufika ili tuweze kuungana pamoja katika ibada ya Mwenyezi Mungu. Naona furaha ile tulianza naye kama imepotea, ama sivyo? Maana kicheko kile tulicheka tukiwa pale kwa kijiji kilikuwa kingi sana. Hapa sivyo kubali kilienda wapi? Iko ile Mombasa tukambala iko. Simai iko kweli. Bwana asifiwe. Amina. Huwa ninapenda ile utumu katika kanisa la Wasabato ya kanisa. Kanisa la Wasabato nimehudumu miaka nyingi. Na nimekuwa church ya miaka nyingi zaidi. Tumefungua makanisa, tumefungua kanisa Kimana. Mahali tunatoka hizi, mimi ndio nilikuwa wa kwanza kulima kitunguu pale na wakulima wale wengine kafungua kanisa pale Kimana. Nikatoka hapo nikafungua nyingine hapo mlima wale watoto nyingine nikafungua hapo na nikajenga. Nyingine mahali panaitwa Inasi nikaenda nikapiga tarumbeta nikiwa na my brother anaitwa Sila ambaye ni marehemu, na mwingine anaitwa Makao ambaye alikuwa chache hata pale sehemu ya River. Tukapiga tarumbeta tukafungua sehemu inaitwa Roho Ombani sehemu. Nikatoka hapo nikawa mzee wa kanisa la Mungu. Sisi ndio waanzilishi wa kanisa lile la Mungu pale na kujenga. Na matajiri wakaingia pale. Saa hizi hiyo kanisa nilipoitoka niliacha naongea kidogo. Ikawa sasa wameingia matajiri wakafukuza nini? Masikini wakaambiwa teremkeni huko chini, ukaongea Kiswahili huko. Hapa ni Kizungu. Hapo tukaisha toka tukiwa na wengi pale. Kwa hiyo hayo ni madhehebu nimefungua na nikiwa na wazee wa kanisa tukipiga tarumbeta, nikifanya maplani vile crusade itafanyika. Tulifanya crusade mengi pale kwa sababu ya huduma hii. Kwa hivyo wakaaji wa mji wa sehemu hii huwa nikiwa napenda kukaa kwa kanisa. Kama ningekaa hapa, ningekaa na nyinyi, lakini shida kazi ni nini? Najua masheria ya kanisa, najua hizi ambuka, na hivi najua vizuri sana. Najua. Na hiyo tu siasa na kuelewa. Unajua ukikaa kanisani ndio kanisa unaelewa tu siasa kidogo. Hiyo tu siasa unapika unaweka na hivi. Kwa upendo tu kanisa itaki vita nyingi. Na itaki msukumo wenye nguvu nyingi, inataka nguvu kidogo tu, na kanisa inaingia kwa laini yake. Bwana asifiwe. Amen. Zaidi ya mambo yote kanisa hili
si kanisa ni kanisa la wana matengenezo. Ama sivyo? Hii si kama nomino ila siasa hiyo. Hata juzi wachungaji 19 wamefutwa kazi. Wachungaji wangapi? 19. Wamefutwa kazi. Sehemu hii ya Nakuru nao wamefutwa kazi. Sasa hivi wamesimama wakijaribu kuongelezana wakiwa wamefutwa nini? Kwa sababu ya kutafuta ukweli. Kutafuta nini? Ukweli. Kwa sababu ya kutafuta nini ukweli? Wakafutwa kazi wachungaji 10. Ingia online utaona. Wamesimamishwa kazi kwa sababu wanapenda kupata ukweli. Lakini wanapotoa maoni wakaambiwa kamateni hapo. Ni hivi ndivyo nomino inafanya kazi. Inafanya kazi bwana ajiliwe. Lakini hiyo sio shida. Sisi tuko na bahati kubwa kwa sababu tumejitenga. Ama sisi tuna chakula cha uzima, tunakula tukiwa starehe, lakini wale wako kwenye shida kwa sababu uasi umeshaingia. Sasa wanashindwa waweze kutetea Mungu, waweze kutetea Mungu. Lakini sisi tunaweza kutetea Mungu. Tunatoka hapo nje, tunapiga tarumbeta, tunahubiri, tunafanya vile tunavyotaka. Na hii ndio uhuru ambao kanisa la Wasabato lilitafuta kutoka mwanzo. Bwana asifiwe. Hiyo ndio uhuru wa ibada kanisa la Sabato limekuwa likitafuta, na kwa sababu ya uasi ulipoingia, Bwana akatuweka kando kidogo. Tuwe tunaongea na mbingu pole. Ndio naona tuko hapa na hapa tukiwa kila mtu akaya kwenye starehe. Raha. Mkaya kwa raha. Raha. Maana kule wanasukuma waingie kwenye ibada ya uasi. Bwana asifiwe. Amina. Nashukuru kuwa pamoja nanyi. Tuna kurusi linaendelea sehemu ya Saika. Saika iko na barabara kwenda Kalundu. Kuna mchungaji ambaye aligeuza kanisa lake la Jumapili likageuka likawa la Sabato. Na nikaungana pamoja naye tushirikiane pamoja tuweze kutengeneza. Ama si ndivyo? Tumefanya mikutano mingi area hiyo. Sasa hii ni crusade ya pili. Tulipiga crusade mbili. Tulipiga wiki moja tukiwa na Onyango na Ndacha. Hao wakaenda tukapanga tena nyingine, naendelea na mtumishi wa Mungu Mwangi. Tunaendelea pale sasa, tukamaliza wiki ya kwanza. Tunaelekea wiki ya ngapi? Ya pili. Ya pili. Aliamua kanisa ligeuke. Iabudu Mungu aliye wa kweli. Na kwa sababu walikuwa Wasande wengi akawaambia barabara ndio hii tupite. Wakakatika watu wa Jumapili wakarudi sasa. Wachache wakakubali Sabato, na sasa hao wachache ndio pamoja na wao. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hivyo hapo ndipo tunafika tarumbeta. Baada ya kumaliza huduma hapa, nitaondoka polepole niende pale nikakamate ujumbe wa jioni, niendelee kupiga tarumbeta. Bwana asifiwe. Amina. Karibuni katika kanisa letu hili la sehemu hii ambao ni kwa Ruben. Nashukuru ninapowaona, maana tulipiga kazi na mzee. Tulifanya kazi kubwa sana. Maana tuliungana Mlolongo, tukasema tutafanyana. Nikawaambia tutafanyana. Nikawaambia mzee hakuna shida. Nikawaambia Steve hakuna shida. Fanyeni hivi, Mlolongo itachanga pesa. Mlolongo itafanya nini? Na nikasimamia hiyo kanisa na Mlolongo ikachanga pesa ili Ruben iweze kupatikana. Ruben iweze kupatikana. Bwana asifiwe. Amina. Na tukachanga Mlolongo. Tukasema sasa hatuna njia nyingine. Sasa itabidi kusifanyike sehemu kwa Ruben. Nikaambia Steve ndio usiogope. Nikaambia mzee usiogope. Na yule mzee mwingine mlikuwa hapo wapi? Naye alitoroka. Ameacha ngoma. Mwambieni ya Mungu. Mwambieni afanye nini? Vita iko hivyo na hakuna shortcut. Hakuna nini? Kitabu cha Ufunuo 12 fungu la 17. Kitabu cha Ufunuo 12 fungu la 17. Soma pale. Inasemaje? Joka akamkasirikia yule mwanamke. Akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia.
waliofanya nini? Waliozalia. Kuna wazao waliozalia na wazao waliozalia ni hao. Bwana asifiwe. Uzao uliozaliwa na mwanamke, kanisa la Mungu, joka akawa na vita juu ya uzao uliozalia. Joka ana vita nyingine. Joka ana vita mahali wengine. Ana vita na kanisa gani? Joka ana vita na kanisa gani? Hana vita na kanisa lingine. Msistuke. Joka ana vita na kanisa hili. Kwa hivyo akileta vita, tuvumilie. Tufanye nini? Fanya kunyamaza. Nyamaza. Ukitaka ushindi, nyamaza. Nyamaza tu, nyamaza. Ukiona imechacha, nyamaza na upige magoti, uombee nafsi ya nani ya? Mimi nimekuwa na ushindi huo katika kanisa la Sabato. Maana ukiishi ukiwa church elder, lazima uwe na hekima. Uwe na nini? Hekima. Na uvumilivu. Nimekaa kanisa wa Sabato na huwa ninawafunza hivi. Mzee wa kanisa ana kazi nzito katika nyumba ya nani? Ya Mungu. Ya Mungu. Na asipovumilia, asipokuwa mvumilivu, kanisa italeta shida. Lakini Bwana asifiwe. Amen. Bwana afanye nini? Asifiwe. Maana ninaona mzee, nimeona wazee wachache, na kile tu ningeomba uvumilie, maana safari hii kidogo tutumalize. Kidogo tu imebaki, kidogo sana. Tumalize kidogo sana, hata si mbali, hata ni miaka tu kidogo tu. Tumalize. Tugawanyike, kila mtu aende akamalizie kwake. Kila mtu akamalizie kwake. Hapa tu ni kusimama kidogo, tupige tarumbeta, manake malengo yote na ujumbe wetu unaujua ni moto. Ama si vipi? Ujumbe wetu ni moto. Ni moto. Na ukiwa moto hivyo, lazima tuelewe kuvumilia. Bwana asifiwe. Amina. Joka ana vita nyingine, ana vita na kanisa hili. Ana vita na kanisa gani? Ana vita na kanisa lingine. Na kwa sababu silaha zote ameshatoa kupambana na kanisa la nani? La Mungu. Kile tu ni kupiga magoti na kuombea kanisa. Kupiga magoti na kuombea kanisa na nani? Unapiga magoti unaombea nafsi yako. Unapiga magoti unaombea kanisa na nani? Na unapiga magoti unaombea familia, maana familia ni washiriki. Unajaribu kuwaleta karibu na nani? Na Mungu. Ama si ndivyo? Ndio. Unawasukuma tu polepole. Washiriki wako, watoto wako wakae kanisa. Bwana asifiwe. Amina. Jioni ya leo ujumbe wangu ambao nimekuja naye Ruben ni ujumbe tu rahisi tu ambao ningependa niweze kutoa asubuhi ya leo. Tupige magoti tuombe. Baba wetu na Muumba wetu ishie mahali pa juu mbinguni, ninakushukuru Baba kwa sababu ya kanisa hili uliolinunua na damu yako ya thamani. Baba, ulikomboa kanisa hili liwe milki yako. Kanisa hili liweze kusimama katika kweli zako Mfalme. Naomba uweze kusaidia kanisa la Ruben liendelee kupepea na kusimama elia hii, likipiga tarumbeta ya pekee. Baba, zidi kuwa pamoja nasi, zidi kutusimamia imara na zidi kututenga tusimame katika kweli zako. Sifa na utukufu ziweze kupata kwako Mfalme, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Kanisa hili la Ruben limetoa wachungaji wangapi? Hakuna kanisa lingine katika area zote limetoa wachungaji wangapi? Si hili kanisa ambao shetani anaijua. Pia anaijua. Na sasa tulikuwa natafuta wachungaji wengine watatu waingie katika, lakini shetani akajua hataki mwingine atokee. Hataki mwingine afanye nini? Maana saa hizi mhubiri mmoja hapo sehemu wapi? Kakamega. Kakamega hapa ni Bungoma. Si ni Bungoma? Anapiga tarumbeta. Tarumbeta kutoka kwa Ruben. Hapa si vipi? Yule mwingine ametoka hapa akaenda Ukamba. Na sasa tunatafuta mwingine, lakini shetani hataki mwingine atokee hapa. Ndio
Bwana ndiye. Sasa sauti yangu ndio inasema hivi. Umekuja kutafuta nani? Haya ndio maneno yangu. Umekuja kutafuta nani? Katika nyumba. Maana lazima uwe na lengo ndani. Ama si ndivyo? Umekuja kutafuta baada ya siku 7. Mungu ametupatia siku 7 za kufanya kazi. Na katika siku 7 zina mambo mazito zaidi. Siku 7. Biblia inasemaje? Kitabu cha Ezekiel 46 verse 1. Ezekiel 46 verse 1 soma pale. Inasemaje? Ezekiel 46:1. Bwana Mungu asema hivi. Lango la ua wa ndani. Lango la ua wa ndani. Lielekeo upande wa mashariki. Lifanywaje? Litafungwa siku 6 za kazi. Litafungwa siku 6 za kazi. Lakini siku ya Sabato litafunguliwa. Siku ya Sabato itafanya nini? Litafunguliwa. Ndugu zangu, siku 6 ni nyingi zaidi. Takufanya kazi. Siku 6 za kufanya nini? Siku moja tu ndio ya kupumzika kimwili na kiroho. Siku moja tu ni ya kupumzika kimwili na kiroho. Kama kuna siku ungetakiwa ukae raha ni siku ya Sabato. Ni kweli hapa siku ya shule. Maana umechoka wiki nzima. Sasa utaingia kanisani kwa unachoka. Utakuja hapa kanisani kwa unachoka. Hapana, utakuja kanisani kutoka. Unatakiwa uingie kanisani, uingie nyumba ya raha. Ama si vipi? Ukae raha, ukelete zaka zako na sala. Ukitoa starehe. Starehe. Bwana asifiwe. Swali kubwa, umekuja kutafuta nani? Maana lazima uwe na lengo, umekuja kutafuta nani? Maana walikuja kutafuta, ama si ndivyo? Lazima uwe na lengo, umekuja kutafuta nani? Na je, ukimpata utafurahia? Kitabu ni hicho cha Yohana. Kitabu ni hicho cha Yohana 18:3. Nikiangalia swali, umekuja kutafuta nani? Kitabu cha Yohana 18:3, soma kwa haraka. Inasemaje? Basi Yuda akiisha kupokea kikosi cha askari na watumishi waliotoka kwa wakuu wa makuhani na Mafarisayo, akaenda huko na taa na mienge na silaha. Basi Yesu hadi akijua yote yatakayompata, akatokea akawaambia, ni nani mnayemtafuta? Nani huyu anamtafuta Kristo? Alikuja na mienge na mienge na nini? Na si alikuwa mshiriki. Yuda alikuwa mshiriki. Si alikuwa mshiriki. Ni kitu gani kimemgeuza akaanza kuchukua mienge? Mienge ni ya nini? Hapa si wale wa Mungu. Tena anamtafuta kiongozi wake. Anatafuta kiongozi wake. Unajua angetafuta wanafunzi wale 12, ama si ndivyo? Lakini shida, alikuwa na shida na kiongozi. Maana shetani shida kubwa anamtafuta Kristo. Maana walianza vita huko mbinguni. Vita ilianza wapi? Mbinguni. Ikapambana, ikateremka duniani. Na duniani hata saa hizi vita inaendelea. Wanapambana. Sasa swali kubwa ndio hili. Umekuja kutafuta nani katika dunia hii? Soma Biblia. Nasema wao wakamjibu, ni Yesu Mnazareti. Yesu akawaambia, ni mimi. Yule naye aliyemsaliti alikuwa amesimama pamoja nao. Basi alipowaambia ni mimi, walirudi nyuma, wakaanguka chini. Aliposema ni mimi, kama sivyo, wakarudi nyuma, wakaanguka chini. Kweli vita hii wangeweza, watu wameanguka bila kufuzwa na nini? Hapa sivyo. Tutengange saa zingine. Wana wa Mungu wa vijana. Vita hii itawezekana wana wa Mungu. Kama wamerudi nyuma tu na kuanguka peke yao. Wataweza hiyo vita? Bwana asifiwe. Aliposema ni nini wakaanguka. Bwana asifiwe.
wasichana. Nani wasichana? Sasa wamesema ni mimi na yeye akasema ni yeye. Wakaanguka chini. Na unajua uzuri wa Yesu hakufuati ukianguka. Ukiona mtu umeanguka chini na anaanza ukajalia hapo chini, huyo ni mtu mbaya. Hapa zilivyo. Akawaacha tu waamuke. Aliposema ni mimi, si wameanguka. Akawaangalia tu. Wasimama. Simama ndio mwenye nguvu. Mwenye nguvu ukipiga mtu mmoja, aanguke chini usipopata. Usifanye nini? Hata watu watakudharau. Kweli ama si kweli? Watakudharau mwanamke, umempiga ngumi moja, ameanguka chini. Unasimama unaanza kuruka wale. Bwana umeweza wewe sijajabira. Hawa ni ndio. Umeanza kuruka. Manake umempiga moja tu, noto. Akaenda chini. Akaenda chini. Usimfuate pale chini. Kwa hivyo Yesu mwenye nguvu huyu ndiye tumekuja kumtafuta asubuhi ya leo. Haleluya. Amen. Na kwa sababu tumeshamjua na tunajua kanisa la Mungu la kweli. Hakuna kanisa lingine ni hili. Sikupiki. Mimi makao sijaingia kanisa lingine. Sijaingia kutoka 1969, sijaingia kanisa lingine. Nataka niwaambie bila kuwaficha. Mimi kutoka mwaka wa 1969 nilibatizwa katika kanisa hili mwaka wa 1969. Na nikiwa kanisa la Ngong pale, system mpya makao nikaambia makao simtie new system. Nikawaambia hizi ingine. Na kusana kwa singi. Hizi ingine nitakaa ile ya zamani. Nitakaa ile ya nini? Nitakaa ile ya zamani. Mchungaji ambaye tuliokuwa naye kutoka Kisii akaniambia makao utachaguliwa uwe mzee wa kanisa. Nikamwambia wacha ni style sio mzee wa kanisa. Kuliko niingie new system. Nitakaa ile ya zamani. Na makao nimekaa hivi. Mimi sijaingia kitu. Ya msalaba sijaingia. Nimekaa ile ya zamani. Ya malaika wangapi? Maana niliapishwa malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Na nikaambiwa nikibatizwa kijana kukutana na mtu jiani. Anza kuhubiri ujumbe malaika wangapi? Anza kuhubiri ujumbe malaika watatu. Na uanze kuanza kusema kanisa Katoliki ndio ligeuza sabato. Ikageuza amri ya nne. Hiyo ndio ujumbe wetu wa mwisho ambao tunatakiwa kuhubiri. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunapomtafuta Yesu tutakuja katika nyumba hii kupata nguvu. Achana na mtu. Usiongee na mtu yeyote. Ongea na Yesu peke yake na utaona baraka. Bwana asifiwe. Utaona ni baraka katika kazi yako unaofanya. Hata biashara yako ile unafanya, Yesu anakuja kwa biashara yako. Bwana asifiwe. Hii kanisa ni biashara. Hii kanisa hata mahali umeweka biashara utafanikiwa. Kama hujajua hivyo, Zaburi 1 fungu la kwanza soma pale. Unajua hujaelewa? Hii kanisa ni connection na maisha yako. Connection na maisha ya nani? Yako utaishi. Nasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Ndio. Wala hakusimama katika njia ya wakosaji. Ndio. Wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Ndio. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo. Na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Soma. Naye atakuwa kama mti uliopandwa katikati ya vijito vya maji. Uzaa matunda yake kwa majira yake. Wala jani lake halinyauki. Na kila alitendalo litafanikiwa. Kisha maneno na kila alitendalo litafanya nini? Litafanikiwa. Litafanya nini? Litafanya biashara kwa sababu ambao Yesu anataka. Bwana asifiwe. Fungua kuuza sukuma hata kipindi tano. Utajikuta sukuma zimejaa hivi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Siku hizi hata mimi sasa hivi nimeamua kuuza nini? Na sinanipatia pesa. Ama sivyo? Maana nilijua jambo lolote ulifanyalo utafanikiwa. Kila ufanyalo utafanya nini? Utafanikiwa. Na nakula ninashi. Sukuma, nauza sukuma. Fungua pale kwa Mungu roho utakuta semeka. Nani anatumana kule?
inalimanga kitunguu inakuja. Maana kila ufanyalo utafanikiwa. Mbona Yesu umuite Yesu akae kwenye biashara yako? Akakaa kwa biashara yako na akakaa ndani ya kanisa. Bwana asifiwe. Amina. Maana zote anazitawala. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hivyo ndugu yangu, kile unachokipata utakipata katika nyumba hii. Hakuna ushindi mkuu kama kujua ukweli na kutembea katika ukweli. Kutembea katika ukweli. Mungu atakufanikisha katika njia zako zile unapita. Mapito yako yote Bwana atatembea na anatembea nayo. Haleluya. Amina. Kama umempata Kristo, hakuna kitu kingine. Ukimpata, hakika umepata kitu kile kitakupendeza na kitu cha maana sana. Kitabu cha Yohana 12:20. Yohana 12:20. Inasemaje? 12:20 Yohana. Inasemaje? Palikuwa na Wayunani kadha wa kadha miongoni mwa watu waliokwenda kuabudu kwenye sikukuu. Basi hao walimwendea Filipo. Wakamwendea Filipo, mtu wa Bethsaida ya Galilaya. Wakamwomba wakisema. Wakisemaje? Bwana, sisi tunataka kumwona Yesu. Wakasema sisi tunataka kumwona nani? Yesu. Sisi tunataka kumwona nini? Yesu. Hebu tusikie kama walianguka. Soma Biblia. Filipo akaenda akamwambia Andrea. Kisha Andrea na Filipo wakamwambia Yesu. Naye Yesu akawajibu akasema, saa imefika. Yesu akawajibu akawaambia saa imefika. Atukuzwe mwana wa Adamu. Atukuzwe mwana wa nani? Wa Adamu. Atukuzwe mwana wa nani? Adamu. Saa imefika atukuzwe mwana wa nani? Wa Adamu. Yesu akasimama akasema saa imefanya nini? Nataka niweze kuwaambia wana wa Mungu saa ya Mungu imefika. Saa ya Mungu imefanya nini? Saa imefika. Tumalize kazi kwenda nyumbani. Usikubali mtu akae mbele yako. Usikubali mtu yeyote akae mbele ya nani? Mwambie wacha nipite. Amina. Pasua watu kwenye maziko. Uambie nataka kumuona Yesu. Wacha na baba wote. Nataka kumuona nani? Yesu. Wewe niache nimuone Yesu. Bwana asifiwe. Ndio biashara katika nyumba hii. Hatuna biashara nyingine. Pasua watu. Nataka kumuona nani? Yesu. Naye Yesu akikuona atasimama. Anasimama. Asema saa imefika. Saa imefanya nini? Saa imefika. Atukuzwe mwana wa Adamu aweze kutukuzwa. Kwa hivyo ndugu zangu, hatuna biashara nyingine katika nyumba hii. Haleluya. Amina. Na nitakuja hapa mara nyingi. Nimeongea na watumishi. Nikawaambia waniachie kwa lugha. Waache tuwe na mtu anaitwa Colin, tuwe tunakuja wapi? Ruben. Sio tunakuja wapi? Hapo tuachie tukiwa wangapi? Wawili. Bwana asifiwe. Amina. Tusiulike na kwa Ruben. Kwa Ruben. Tukiwa wangapi? Wawili. Kwa ukiona Colin, unaona makao. Unaona Colin, unaona makao. Ili tumatika yani nini? Manake hatuna biashara nyingine. Hakuna biashara nyingine. Tumpate Yesu, tukumkumbatie, tutembee na yeye. Hakuna biashara nyingine. Bwana asifiwe. Amina. Hatuna biashara nyingine. Tumuone Yesu, tutembee na yeye. Tutembee na nani? Na Yesu. Tutembee na Yesu. Bwana asifiwe. Amina. Sauti ya Mungu inasema ya kwamba tuweze kumkamata, tutembee na yeye. Kitabu cha Luka 24 mstari ni wa 13. Anza kusoma basi. Yesu alipofufuka siku ya kwanza ya Jumapili. Yesu alifufuka siku ya kwanza ya Sunday. Alitokea watu wangapi? Wawili. Alitokea watu wangapi? Wawili. Hebu soma. Inasema Luka 24:13. Inasemaje? Na tazama, siku ile watu wawili miongoni mwao walikuwa wakienda kijiji kimoja. Walikuwa naenda kijiji kimoja. Jina lake Emau. Kilichokuwa mbali na Yerusalemu. Kama mwendo wa saa 2. Hata mwendo wa saa ngapi? 2. Nao walikuwa wakizungumza wao kwa wao. Nao walikuwa wanazungumza wao kwa wao. Habari za mambo hayo yote yaliyotukia. Mambo yote yaliyotukia. Kwani mambo gani haya yaliyotukia?
walikuwa wanazungumza mambo yaliyotukia. Yaani mambo gani yao yalikuwa yametukia? Kifo cha Yesu. Walikuwa wanazungumzia kifo cha nani? Cha Yesu. Mambo yote yaliyofanya nini yaliyotukia? Walikuwa wanazungumzia. Wakitembea wanazungumza, wanasimama wanaongea. Wamemuua. Lakini alitupatia mikate. Bila kutupatia mikate. Samaki wawili tu akapeana akabariki tukashiba watu 10,000. Walikuwa wanazungumza mambo makubwa. Walimuua mtu wa maana zaidi, mtu ambaye alikuwa hodari kwa kufanya mambo makubwa, nabii wa Mungu, wakamuua. Hebu soma Biblia tusikie. Ikawa katika kuzungumza na kuulizana kwao, unajua mkiongea mambo ya Yesu, Yesu atatokea katikati yenu. Mkiongea mambo ya Yesu, Yesu atatokea katikati yenu. Soma Biblia. Yesu mwenyewe alikaribia. Akaandamana nao. Macho yao yakafungwa wasimtambue. Macho yao yalifungwa wasifanye nini? Wasimtambue. Akawaambia. Ni maneno gani haya mnayosemezana hivi mnapotembea? Kilioba, mnaongea nini? Naona mnatembea. Ni mambo gani mnatembea mkizungumza? Maana hiyo ndio biashara. Tutatakiwa tufanye. Ni mambo gani haya mzee? Mnaongea mkitembea. Na walikuwa mtambo, unajua Yesu alipofufuka, alichukua mwili wa utukufu. Alichukua mwili wa nini? Utukufu. Ungemuelewa kwa haraka. Na hiyo ndio mwezi tutapata baada ya kufufuka tukielekea mbinguni. Tutachukua mwili wa utukufu. Yesu alikuwa na mwili wa utukufu. Sasa walipogeuka na kumwangalia, hawakumuelewa kwa haraka. Akawauliza, ni mambo gani haya mnazungumza mkitembea? Mtu mmoja anaitwa Kilioba. Akaangalia mtu mmoja. Kwani wewe ni mgeni? Wewe hujui? Wewe hujui mambo yaliyotupata juzi. Wewe ni mgeni katika mji huu, hujui? Busy. Hapo sivyo mzee. Tuwe serious na biashara hii. Wewe hujui mambo yaliyotupata juzi. Wewe ni mgeni? Wewe hujui? Wako serious. Yesu anauliza, mnazungumza nini? Wewe hujui? Wewe ni mgeni, hujui? Mambo yaliyopata juzi. Ni nini walipata? Soma Biblia. Wakasimama wamekuja nyuso zao. Akajibu mmoja wao jina lake Kilioba. Wakakuja mikono kwa uso. Jina lake Kilioba. Akamwambiaje? Je, wewe peke yako mgeni katika Yerusalemu? Wewe mgeni katika Yerusalemu. Hata uyajui yaliyotukia humo siku hizi? Hujui mambo yaliyotukia humo siku hizi? Hujui? Soma. Akawauliza. Mambo gani? Yaani wewe uelewi. Hakika huyu mwanaume nampenda. Wala adiliwe. Alikuwa serious. Unatakiwa uwe serious na kumuelewa huyu baba na kuelewa utukufu wake. Unapoingia online, unapoingia katika watumishi wa Mungu, unaangalia pale, unaona kwa serious na kupiga tarumbeta. Ni kweli ama si kweli? Kweli. Ni kweli kama si kweli? Kweli. Unaona watu wa Mungu kama ndaja halali anaamshwa na malaika anapeleka. Anaamshwa usiku anapeleka. Ama si ndivyo? Unapoingia kuona vituko kama hizo, unafikiria nini? Kuona historia ya ulimwengu hivi karibu itafungwa. Muda kidogo itafungwa. Unapoingia unaona mnyama akipambana na wachungaji wa SDA wakiwa wameasi wale wakubwa. Unaona nini? Ni kitu gani unaona unapoangalia vitu hizo? Unaona nini? Uone mwisho wa ulimwengu mahali umefika. Unafikiri watafurahia jambo hili? Watafurahia? Maana wanajua ni kupoteza wanapoteza maana washiriki wao ni kuhama wanaama. Washiriki wao ni kuhama wanafanya nini? Wanaama. Sasa wanapotaka kuhama wataenda wapi? Wakikuta nyumba hii nayo ina vita. Wanataka kuhama waje. Kama ndivyo
Wakundi hapa naye vita huko ndio imecha. Hapa hakuna kitu. Wala Mungu maranatha. Amina. Kama kuna mahali tunatakiwa tuseme welcome, ibaki nyimbo za welcome. 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 Ama hiyo ndio nyimbo tunatakiwa tuseme welcome. Wakundi hapa tutacheka kama Mombasa tukapata tunasimama watu waingie wakae katika nyumba hii tutafute wote. Tukae chini. Maana wanataka kutoroka kule kumeisha. Umedhani nini? Kumeisha. Wana wa Mungu kumeisha. Nilienda huko kwetu Idhanga nikitafuta plot ya kujenga kanisa huko kwetu Idhanga. Nikakuta washiriki hawakuji kanisani. Shetani amemaliza hiyo dini imeisha. Washiriki wanatafuta kwamba waje kanisani. Nilipoenda kufungua kanisa hapo wakasema makao wacha amalize kanisa twende kanisani. Sasa sio maana wako nyumbani. Nasi lazima tufungue mioyo yetu. Watu wa Mungu waingie. Wakuta tunaimba nyimbo kwaya zitengenezwe hapa. Sote tuwe na bass na alto na soprano iwe inaimba katika nyumba hii. Amina. Amina. Maana tumeshamjua huyo Mungu aliye wako. Hatuna biashara nyingine. Haleluya. Hatuna biashara nyingine. Bwana asifiwe. Amina. Tumekuja kumtafuta huyu Bwana wetu na tukishampata hakika tumeshamjua huyu ambaye ni Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amina. Kiliopa akajua siri hii na alipojua siri hii akamwambia, "Kwani wewe mkeni kujui dada aliyotupata juzi? Yesu wa Nazareti aliyefanya miujiza. Walimuua. Tumalize hiyo fungu. Inasema wakamwambiaje? Baba ya Yesu wa Nazareti aliyekuwa mtu nabii mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote, tena jinsi wakuu wa makuhani na wakubwa wetu walivyomtia katika hukumu ya kufa, wakamsulubisha. Wakuu wa makuhani, wakuu wa nini? Wa makuhani walivyofanya vituko wakamuua. Wakuu wa makuhani, wakuu wa dini, na saa hizi wamejipanga kumaliza kanisa hili. Saa hizi wamejipanga wamalize kanisa la Masali. Wamejipanga wamalize kanisa hili. Wamejipanga wakuu wa makuhani. Wakuu wa makuhani wako na tunawajua wako wameanza kujipanga. Wameanza kujipanga. Na kwa sababu wameanza kujipanga, sisi lazima tuweze kwa magoti. Sisi vita yetu si mahali pengine, ni kwa magoti. Ili Mungu aongeze malaika sisi hatuna security. Security yetu ni hapa. Bwana asifiwe. Amina. Ni kwa magoti. Tunapata ulinzi kupitia kwa magoti. Hakuna mahali pengine. Maana Mungu wetu halali anaangalia kanisa lake. Anapenda kanisa lake kuliko vitu vyote. Kuna wanaume wana dhambi kubwa kuliko wale wengine. Kuna watu wana dhambi kubwa kuliko wale wengine. Na Yesu alizungumzia kuna wale wako na dhambi kubwa kuliko wale wengine. Wacha Biblia ikwambie. Kuna wale wana dhambi kubwa kuliko wale wengine. Kitabu cha Yohana 18:19 fungu la 8. Hata bado. Inasemaje? 19:18 Yohana 19 fungu la 8. 19:8 inasemaje? Basi Pilato aliposikia neno hilo akazidi kuogopa. Akazidi kufanya nini? Kuogopa. Akazidi kufanya nini? Kuogopa. Kwa nini Pilato na ni mkuu wa serikali alikuwa anaogopa? Kwa nini mkuu wa serikali alikuwa anaogopa? Kwa nini aliogopa? Soma Biblia. Inasema akaingia tena ndani ya ile praetoria akawaambia. Akawaambiaje? Yesu, wewe umetoka wapi? Wewe umetoka wapi? Kama kuna mtu alichukua Pilato anaitwa Yesu. Yesu nani? Kristo. Maana maisha ya Kristo alikuwa ni kunyamaza. Ikifika mahali kwa kujibu anajibu, na akifika kunyamaza ananyamaza. So, lakini Yesu hakumpa jibu lolote. Yesu hakumpatia jibu lolote. Basi Pilato akamwambia. Usemi nani? Ujui ya kuwa mimi nina mamlaka ya kukufungua na nami nina mamlaka ya kukusulubisha? Pilato anasema nina mamlaka. Alikuwa ametoa
serikali ya kumfungua na kumfunga. Pilato alikuwa na mamlaka ya kufungua Kristo na kumfunga. Soma Biblia. Yesu akajibu, wewe ungekuwa na mamlaka yoyote juu yangu kama usingepewa kutoka juu. Kwa hiyo yeye aliyenitia mikononi mwako yuna dhambi iliyo kubwa zaidi. Yeye aliyekutia mikononi mwangu yuna dhambi iliyo kubwa. Tutafuta nani huyu ana dhambi kubwa? Rudia fungu tena. Inasema Yesu akajibu, wewe ungekuwa na mamlaka yoyote juu yangu kama usingepewa kutoka juu. Kwa hiyo yeye aliyenitia mikononi mwako yuna dhambi iliyo kubwa zaidi. Yeye aliyenitia mikononi mwako yuna dhambi kubwa. Nani huyu ana dhambi kubwa? Wakua nini? Atakuze. Wakua kwa ndio ana dhambi kubwa kuliko huyu mwenye kufungana. Kuliko mwenye kufungana. Bwana adiliwe. Aliye na dhambi kubwa kuna watu wana dhambi. Wako hapo katika nono. Wako hapo wana dhambi kubwa. Wanatafuta kanisa hili usiku na mchana. Wanaitafuta usiku na mchana. Lakini hawataniweza. Liko na Kristo. Liko na nani? Hii hawaiwezi. Bwana adiliwe. Hawaiwezi, liko na Kristo. Na Kristo hakuna jicho lake linaangalia kanisa lake. Bwana asifiwe. Bwana ana kanisa lake na kanisa lake hawezi kuliacha. Macho ya Mungu inaangalia kanisa lake. Kwa hivyo muda umefika tuweze kutetea kanisa la nani? Kila mtu katika nyumba hii asimame imara. Tutetee kanisa la nani? La Mungu. Haleluya. Amina. Tutetee kanisa la Mungu. Kanisa hili Mungu ameinunua kwa damu ya thamani kubwa zaidi. Nimewaambia tulipanga chukua na hiyo. Siwezi kusahau. Tukakaa chini Mlolongo, nikawaambia msiogope. Mlolongo tukachanga pesa. Nyumba hii patikana. Na tukafanya crusade ya kwanza mahali kijiji pale. Unakumbuka? Watu 46 wakatokea? Wako wapi 46? Wako wapi wote? Amina. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu ana mapenzi juu ya kanisa hili. Na hili linaenda kufanya kazi kubwa kuliko makanisa yote. Maana hapa umepatikana wachungaji wangapi? Wawili. Mungu ana mapenzi yake juu ya nyumba gani? Hii nyumba tutaiombea na hatufanyi biashara nyingine. Ni kurudi. Huyu mwingine akitoka, mwingine anaingia. Bwana asifiwe. Amina. Hiyo ndio biashara tutafanya. Ruben, tupige tarumbeta. Mahali kuna kijiji. Yesu yuko hapo. Yesu atoka kwa kijiji. Ni kweli ama si kweli? Maana alizaliwa ndani ya kijiji cha Nazareth. Maana walisema kuna kitu jema inaweza kutoka Nazareti. Ama si ndivyo? Ndio. Kwa hivyo kuna mazuri ndani ya kijiji. Yesu anatokea pale. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hivyo wana wa Mungu, ujumbe wangu asubuhi ya leo. Tutembee. Kama vile Enoch, mawazo yake alitembea akiwa amemkamata Mungu hivi. Akitembea anamkamata nani? Mungu. Enoch matamshi yake yalikuwa Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ukiona jambo lolote katika Ruben, sema Bwana afanye nini? Asifiwe. Bwana asifiwe. Asifiwe. Asifiwe mara 20. Kitabu cha Mwanzo 5 ndio fungu lako la mwisho, mstari wa 21. Inasema Mwanzo 5:21. Enoch akaishi miaka 65. Akamzaa Methusela. Enoch akaenda pamoja na Mungu. Enoch akatembea pamoja na nani? Na Mungu. Enoch akatembea pamoja na nani? Na Mungu. Toma. Baada ya kumzaa Methusela, miaka 300 akazaa wana waume na wake. Inaendelea kusema siku zote za Enoch ni miaka 365. Enoch akaenda pamoja na Mungu, naye akatoweka maana Mungu alimtoa. Enoch akatembea pamoja na nani? Na Mungu. Enoch alitembea hadi moja na kilio. Alikuwa anaongea, anasimama,
anafikiria mambo ya kuwa naenda. Hiyo ndio mawazo yetu. Tutekwe. Mzee tutekwe mawazo. Tunafikiria kule tunaenda. Tukutana na watu tunaulizana unafikiria, unasonga hivi. Maana hatuna biashara nyingine. Ama si ndivyo? Biashara yetu tunafika kule tunaenda. Ama si ndivyo wana wa Mungu? Tufike kule tunaenda. Sasa hivi tungekuwa hapa kwa Ruben. Tungekuwa na makanisa mawili imejaa. Makanisa mangapi? Makanisa mangapi? Mawili imejaa, ndi moja pande nyingine pande gani? Pande. Ni kweli ama si kweli? Ikiwa imejaa imeshona, manake tarumbeta, watu wa kupiga tarumbeta wako. Ama si ndivyo? Si kwa kutafuta. Wako wa kupiga tarumbeta. Tutembee kama vile Enoko alitembea na Yesu. Yesu akaona huyu mtu si wa kukaa duniani. Ama si ndivyo? Ndio. Akatembea kwake. Masaa ya kutembea akatembea. Enoko alizoea kusindikiza wageni. Maana ni tabia ya watu wa Mungu wakaanza kusindikiza wageni pole pole. Usikae na mtu kwa nyumba. Ukiona mgeni ameingia kwako mzee. Mgeni ameingia usikae kumwambia enda salama na shughuli yako kwa nyumba. Enda salama. Hapana. Mtoe nje. Kamata tu pole mkiongea ndio bali sana sisi tunaendelea vizuri kama hata mpaka ukolee kwa sasa. Kuna maneno nakwambia alikuwa ameficha. Enoko atembea hivyo. Akatembea akifika pale nje. Kumbe wanaongea na mgeni. Kumbe Enoko ameenda kukanyaga hewa. Na hapa akakanyaga hewa. Akaanza kubanga na kuongea tu wanazungumza. Akakamata hewa. Akakamata ngazi ya tatu. Aya, Enoko akistuka ameingia mbingu ya pili. Anakanyaga bila kujua. Akaendelea wakiongea tu wanaongea wakizungumza wanasimama wanacheka anaendelea. Sasa wakaingia mbingu ya ngapi? Ya tatu. Enoko alikuja kustuka akiwa mbingu ya ngapi? Ya tatu. Kuna kitabu nilisoma